Kusemwa ni sehemu ya maisha. Hapa duniani hakuna asiyesemwa. Ufanye mema utasemwa, uwe tajiri utasemwa, uwe masikini utasemwa, uwe umeolewa hujaolewa utasemwa. Kwa hiyo Bwana amenipa msukumo wa kutaka kukutia moyo uliyevunjika kwa sababu eti ya kusemwa vibaya. Hakuna asiyesemwa hapa duniani. Kusemwa ni sehemu ya maisha. Hata kama utakuwa ni muombaji kiasi gani, hautaondoa roho za kusemwa. Kusemwa ni sehemu ya maisha. Nimekuja nikutie moyo uliyekata tamaa kwa sababu ya kusemwa. Kusemwa utasemwa sana, kusemwa utazungumzwa sana, maana kusemwa ni sehemu ya maisha. Kama maiti tu yenyewe inasemwa, je, wewe uliye hai? Je, wewe unaishi? Nataka nikuambie katika jina la Yesu, nimeleta msaada katikati ya maisha yako ulionayo. Pengine umechelewa kuolewa, wamekusema. Hata walioolewa pia na wenyewe wanasemwa. Hata ukianza kujenga nyumba utasemwa, hata kama hauna nyumba utasemwa. Kwa hiyo kusemwa ni sehemu ya maisha. Oh, haleluya! Nataka nikuambie uweze kunielewa Mtanzania, ya kwamba hapa duniani hakuna asiyesemwa. Hata anayekusema naye kuna sehemu wanamsema. Kwa hiyo kusemwa ni sehemu ya maisha. Ili uendelee na alichokiweka ndani Mungu, lazima ujue kwamba kusemwa ni sehemu ya maisha. Utasemwa mpaka unakwenda kaburini. Hakuna maombi yatakayobadilisha midomo ya watu kukusema. Hilo yako maombi ya kukusaidia katikati ya kusemwa uweze kutembea salama, uweze kutembea kwa kujiamini. Watu naowaona wamefanikiwa, hawajafanikiwa pasipokusemwa. Au ukiwa na huduma kubwa utasemwa, ukiwa na mafanikio utasemwa, usipokuwa na mafanikio utasemwa. Kwa hiyo kusemwa ni sehemu ya maisha. Uliyekata tamaa, uliyevunjika moyo, uliyeumizwa na maneno ya watu, nimeleta msaada katika jina la Yesu, ya kwamba kusemwa ni sehemu ya maisha. Kusemwa ni sehemu ya maisha. Hapa duniani sijaona asiyesemwa. Hapa duniani nasema sijaona asiyesemwa. Kila mtu anasemwa, hata kama utafanya mazuri kiasi gani, lakini kusemwa utasemwa. Hakuna asiyesemwa duniani. Ninakataa, nasema hakuna asiyesemwa. Mama unayetaka kumwacha mume wako kwa sababu ya maneno ya watu, baba unayetaka kumwacha mke wako kwa sababu ya maneno ya watu, ndugu yangu unayetaka kuacha kazi kwa sababu ya maneno ya watu, nataka niseme hata ukiacha kazi, hata ukimwacha mke wako, hata ukimwacha mume wako, bado utasema. Maana kusemwa ni sehemu ya maisha. Unayetaka kuacha biashara kwa sababu ya maneno ya watu, kusemwa ni sehemu ya maisha. Hata ukiacha biashara utasemwa. Watu nawaona wamefanikiwa, wamevumilia maneno ya watu, na maneno yanaharibu, yanajeruhi, lakini pamoja na kujeruhi, nimeleta msaada katikati ya kusemwa. Vaa nguvu za Roho Mtakatifu, vaa jina la Yesu Kristo, jaa neno la Mungu ndani ya moyo wako, ndani ya maisha yako, ndani ya huduma yako, ndani ya familia yako, ndani ya ndoa yako, katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu, kwa kuwa nimekwenda kumtia moyo mtu mmoja. Ninaomba neno hili Mungu likafanyike kwa mbegu, likafanyike kwa tiba, likafanyike kwa faraja, likafanyike kwa uponyaji, kwa waliojeruhiwa na maneno ya watu, kwa waliojeruhiwa na waliowasema vibaya. Ninaomba Roho Mtakatifu, neno hili likamwinue mmoja, neno hili likamvushe mmoja, neno hili likamponye mmoja, katika jina la Yesu Kristo. Waliosingiziwa Bwana wakafanyike, neno hili likafanyike kwa faraja, katika jina la Yesu. Simba kabila hila, ninaomba Roho Mtakatifu, oh Bwana, nikaote ndani ya mioyo ya watoto wako walioumizwa, waliojeruhiwa, waliotendwa, katika jina la Yesu. Jehova, onekana kwa mama huyu, onekana kwa baba huyu, onekana kwa kijana huyu, onekana kwa mjane huyu, onekana kwa yatima huyu. Jehova, nenda usiku na mipaka, nenda
Bwana Jehova Rafa, kaponye mioyo iliyojeruhiwa, kaponye mioyo iliyoumizwa, kaponye katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Mungu, ninakuamini utakwenda kumfariji mtu mmoja